siku yote Mungu anapotamka ubadaye wa watu fulani, anapokutamkia ubadaye, kunakuwa na mambo matatu. Aligawa P's, P tatu. Ndio. Alisema promise, problem, provision. Promise, problem, provision. Yaani Mungu anakupa ahadi, alafu anakuletea tatizo. Ukilishinda tatizo, ndio anakupa provision. Wana wa Israeli walikuwa na ahadi ya kutoka Misri kwenda Kanaani. That was a promise. Waliahidiwa nchi ya maziwa na asali. Hiyo ni phase 1. Na hiyo phase ya promise, Mungu anakutetea. Okay. Hawakuhitaji kufanya chochote. Yeye ndo alishughulika. Mungu ndo alishughulika kwenye hii phase ya promise. Sawa? Tukaja eneo la problem. Sasa hapa kwenye problem hapa ndio Mungu anashughulika na wewe. Okay. Hapa ndio pale Petro aliuliza akasema, sisi tumekufuata wewe, tutapata nini? Akaambiwa, mtapata mashamba, mtapata ndugu wa kiume, wazazi. Lakini kuna kitu kiliongezeka pale, udhia. Sasa humu ndani kuna tabia yako binafsi. Okay. Na hapa kwenye tabia ikianza kushughulikiwa ndio kelele zinaanza. Unaona? Hapa kuna watu wenye vinyongo. Ndio ile unasema ndoto yako usipayuke kwa kila mtu. Utaongea mimi nimepata mchumba. Wengine wataenda kwa yule mchumba waamlishe sumu, alafu unakuja kushangaa yule sumu wanakuwai. Yule ambaye uliyekuwa umemwambia ndio unasikia anafunga ndoa. Unaona? Hapa ndio na katika wana wa Israeli takriban milioni 3 waliotoka Misri, 2 ndio walifanikiwa kuingia. So you can see how a problem it is. Ni tatizo kweli. Maana hapa unashughulikiwa wewe. Unashughulikiwa wewe na mazingira yako. Unaona? Halafu ukishafanikiwa hapa ndipo unakuja kwenye nini? Provision, kwenye maziwa na asali. Kwa hiyo maandalizi ya ushindi wako kuna maumivu. Utapitia maumivu. Wakati mwingine watu hawatakuelewa. Wakati mwingine watasema umechanganyikiwa. Wakati mwingine watakuona kama vile ni kituko fulani. Unaona? Umeokoka, utapoteza marafiki. Kwanza unaweza kujikuta katika hali ngumu ya uchumi. Okay. Unaona? Kwa mwisho wa siku watu watakwambia, unajua ni heri ulivyokuwa zamani. Bora sasa hivi umechakaa. Lakini Mungu hayuko hivyo. Tumesema kwamba Mungu huwa anauangalia mwisho, huwa anaiangalia kesho. Kesho kwa Mungu ni ya muhimu kuliko jana. Jana anayeangalia yaliyopita ni adui. Na yeye yuko jana. Yes.